Sasa tutaungana pamoja, tushikane pamoja na wageni wetu wote na washirika, na tuibe pamoja. Bwana, usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari zangu na wewe, pamoja na wewe mpaka mwisho. DJ. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Oh Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Oh, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Niongoze safarini, leo nichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Oh, niongoze safarini, leo nichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Naomba tukiwa tumesimama nimwalike Askofu Secretary wetu wa Synod Bishop Buru aje aombee neno la Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, kama unavyoishi, tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya mahali tumefika. Ni asanti kwa sababu ulituwezesha kuanza ibada yetu, ukatuwezesha kuyabariki mafuta na vyombo vyote vya madhabahu, na wakati huu nao umetupea ili tuweze kulisikia neno lako. Twamkabidhi atakaye tunenea neno lako, ukamtumie kadiri na mapenzi yako, nasi utusaidie kulisikia neno lako ili liweze kubadili nyoyo zetu na liweze kutuelekeza kwa njia zako. Twamuombea umpake na upako mpya, nasi utusaidie kulitegea neno lako masikio ili tulielewe na tulifahamu. Na tumeomba Roho wako Mtakatifu wawe nasi tunaposikiza neno lako, na tumeomba haya tukiamini ya kwamba umesikia, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Nataka kumwalika lecturer wa Daystar University ambaye ni bishop wetu wa Nyeri, Bishop Samuel Gathanga Kung'u, atuletee neno la Mungu. We can be seated. Thank you. Asante sana Askofu Mkuu, Our Excellency, the Head of State, our President, on all the protocols observed, our eminent Archbishop and the other archbishops and my fellow bishops and the House of Clergy, our Supreme Board members and everyone present in our midst, habari zenu. Bwana asifiwe. Leo
tumekusanyika hapa ni kwa sababu ya mafuta matakatifu. Lakini wengi labda hatujai kuelewa kuhusu maana and the importance ya hii mafuta matakatifu. Ningetaka tuone Biblia katika kitabu cha Exodus chapter 30 verse 22 to 29. Maana tunatayarisha mafuta kupitia vile Musa alivyoambiwa na Mungu, akanenewa akaambiwa. Nitasoma kwa Kiingereza. Then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant calamus, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary's shekel, and hin of olive oil. Make this into sacred anointing oil, a fragrant bread. The work of the perfumer, it will be the sacred anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting, the ark of the covenant, the table and its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offerings and its utensils, and the basin with its stand. You shall consecrate them, so they will be most holy, and whoever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons, and consecrate them, so they may serve me as priests. Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for the generations to come. Do not pour it on anyone else's body, and do not make any other oil using the same formula. It is sacred, and you are to consider it sacred. Whoever makes perfume like it and puts it on anyone other than a priest must be cut off from their people. Wakati tulikuwa tunatayarisha mafuta pale ndani, mliona vile tulivyoyaombea, na labda kwako unajiuliza haya mafuta ni ya maana gani? Kunaye pastor mmoja anajulikana sana kwa katika village moja, na alikuwa anaombea watu sana na kuwapaka mafuta, wanapona, miujiza inatendeka. Naye mzee mmoja akafikiria naweza nunua mafuta nipelekee huyu pastor aombee hii mafuta yangu, kwa maana alikuwa anapitia shida mingi. Akaenda akanunua mafuta kwa duka, akapelekea pastor. Akamwambia pastor, naomba niombee hii mafuta, maana biashara zangu zimeanguka, hata familia yangu iko na mashida mengi. Pastor akamwangalia yule mzee, akamwambia, uko tayari kweli kusaidiwa na Mungu katika hii shida yako? Naye huyo mzee akanyamaza. Pastor akaendelea, akamwambia, vile naona umekuja na mafuta, lakini haujajileta wewe mwenyewe na roho yako. Kwa sababu gani? Ile biashara yako ambayo inaanguka ni kwa sababu haujakuwa mwaminifu. Katika ile hali ya kudilu na watu wako na customers, haujakuwa mwaminifu. Je, Mungu atakusaidia aje kama haujakuwa mwaminifu? Ya pili, katika familia yako, wewe you have that unforgiving spirit. Haukuangi haraka kusamehe, na kwa hivyo wewe ninaona umekuja na mafuta, lakini bado haujajileta usaidiwe na Mungu. Yule mzee akanyamaza tena, na akaenda kwa pastor, akamwambia, sasa pastor, allow me to kneel down here. Hata usiombee mafuta, niombee mimi ni mkuje ama nikaribie Mungu. Naye huyo pastor akaombewa na pia na mafuta yake. Nini nataka kusema? Haya mafuta inaweza kuwa tu mafuta ya kawaida kwako, kama haujajitayarisha rohoni mwako, kama haujakuwa prepared to walk
with God. Mambo matatu ambayo nitanena nimalizie. Haya mafuta ni ya maana gani? Maana ya kwanza ni separation. Kuseparate. Wakati tulikuwa tunanunua ile mafuta kwa maduka na mahali, hizo vitu zote tumeambiwa tununue, tunazitoa pale, tunaziseparate, zinakuwa separated, zinakuwa consecrated, ni za kazi ya Bwana only. Na diposa hata wewe mwenyewe inafaa ifike wakati you separate yourself for the service of God. Na diposa hii mafuta, wakati tunabariki mchungaji, inaweza kuwa yeye alikuwa mwananchi wa kawaida, akimwagiwa hii mafuta, akipakwa hii mafuta, anaacha kuwa mtu wa kawaida, anakuwa mchungaji, anakuwa separated from the others. Na diposa hata even vessels, ukinunua kiti ulete kwa kanisa, inapakwa ile mafuta, inaseparatwa ile kiti na zile vitu zingine, hiyo inakuwa consecrated kwa Mungu. Na ya pili, inaleta transformation. Haya mafuta italeta transformation ama mabadiliko namna gani? Nikikumbuka David, kijana mdogo, Mungu alimuona kwa ubari na akamtumania, akamwambia Samuel achukue mafuta aende akamumwagilie David. Na wakati David alimwagiliwa mafuta, yeye mwenyewe akabadilika. Hata kama alirudi kwa msitu na kuendelea kulisha wanyama, buzi za babake, bado alibadilika. Na ile kubadilika kwake kwa sababu anawenda na mafuta, hata akipatana na lion anapambana nayo, akipatana na Goliath anapambana nayo, maana sasa yeye mwenyewe amebadilishwa na ile mafuta. Na tunamuona David hata wakati anafukuzwa na Saul mwenyewe ambaye ni king, wanafika mahali kwa msitu na kuna nafasi ya kumuua king, David anasema, kwa sababu pia ile mafuta imebadilisha roho yake, niko na nafasi ya kuua huyu, lakini sitamuua. Mimi nitakata tu just a piece of his cloth, kwa sababu hata kupoint siwezi point mtu ambaye amemwagiliwa mafuta ya Bwana. Kwa hivyo wakati tunamwagiliwa ile mafuta, tunapakwa ile mafuta, inatutransform ndani yetu kama tumeamini Mungu, na inatupea favor, na hata maongelezi yetu, kazini mwetu, wakati tuko na ile mafuta, tuko na upako wa kipekee. Ya tatu, inaleta presence and power of God. Katika kitabu cha James chapter 5 verse 14 to 15, Biblia inasema, ni nani mgonjwa? Nani mgonjwa kati yenu? Huyo aende aite wazee wa kanisa na wachungaji, wamuombe na wampake mafuta. Maana wakimpaka mafuta yule mgonjwa, na kwa imani atapona. Kwa hivyo hii mafuta inaleta uponyaji, inaleta nguvu ya kipekee ya uponyaji. Pia wakati tunasoma Mark chapter 6 verse 12 to 13, hawa watu waliweza kufukuza madaimono wote kwa kutumia maombi na mafuta. Tuseme nini wenzetu? Kama tumekuja kwa sababu ya mafuta na tunataka kupakwa ile mafuta, lazima sisi wenyewe tujiandae na tuseme ya kwamba sio mafuta tu, lakini roho yangu pia itakazwe, ndiposa hii mafuta iweze kufanya kazi katika maisha yangu. Kwa hivyo jilete wewe mwenyewe kwanza, na hiyo ikibadilisha, itabadilisha hata tabia zako, vile unaongea, vile unafanya kazi, inakuletea mabadiliko na inakupatia power to deal with the forces of darkness. Haya mafuta iko na nguvu, lakini tukiamini, lakini sisi wenyewe tukijitolea kwa Mungu. Je, umekujia mafuta ama pia wewe umejileta kwa Mungu? Utakazwe na mafuta na Yesu mwenyewe akutakaze, upate kuwa na nguvu ambayo haya mafuta yanaweza kutuletea. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, twasema ni asante, kwa maana umenena nasi vile ulinena na Musa, ukamwambia vile atachanganya mafuta. Sisi kama kanisa letu la AIPCA tumefuata ile ratiba ulipeana, na tumekusanya ile mafuta, tumeyapika vile ulivyosema.
Lakini wakati tuko na ile mafuta ulituambia ni ya mambo mawili. Ibariki watu na ibariki vyombo vya kazi yako. Lakini wakati mwingi ni yule tunakuja sana sana bila kuelewa nguvu na uwezo wa hii mafuta na vile tunafaa kujiandaa rohoni mwetu. Tujitakaze tunapotakazwa na haya mafuta. Tusaidie, kwa maana sometimes we go through challenges in life kwa sababu tunaona to the object ile mafuta vile itatufanyia miracles, lakini tunasahau our part of dedicating ourselves to God, making a reflection of the things that we do, ndiposa tuweze kutumiwa na wewe. Tubariki tunapoendelea na ibada na utusaidie kufanya that reflection na kujileta kwako. Tubarikiwe nawe, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asanteni sana. Na wale ambao wanatenda dhambi mengine, kama nakuta watu wanatumia lugha chafu, jitege na wao. Watenda dhambi, jitege na wao. And you should be transformed by the renewal of your hearts, your actions and your deeds, and that God's presence walks with you. Ningeomba tusimame tukiwa tayari kutoa sadaka zetu. Kama tunaweza simama, tuwe tayari kutoa sadaka zetu. Na nimuulize Askofu Nyinge kutoka kule Meru Diocese ya Turkana East aje aombee sadaka zetu. Katika program zetu, Bwana Yesu, nashangaa kabisa, ndio tutaiba tukitoa sadaka zetu baada ya kuombewa na Bishop Nyinge. Karibu hapa askofu. Thank you. Tunataka kuomba kwa sababu ya matoleo na kushukuru Mungu kwa sababu ya yale ametutendea. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru mchana wa leo. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya hii kongamano na hii sherehe tuko nayo siku ya leo hii. Bwana, tumesikia neno lako kuhusu mafuta yanayotenga, yanayohifadhi na yainua, yanabariki pia na kuponya. Mungu wetu, maana tumeponywa mioyo yetu, tunaenda kutolea matoleo yetu kwa njia ya shukrani, mfalme wa amani, kwa sababu umetubariki. Bariki yeyote atakayetoa Bwana, bariki maisha yake, ponya maisha yake pia, bariki kazi ya mikono yetu, bariki chochote ambacho Bwana tutafanya kiwe baraka kwetu, kwa sababu Mungu wetu tumejitoa na tumekuwa baraka pia katika ya maisha tuko. Na ni katika jina Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na kuamini. Amen. Kwa hiyo tutaendelea na huo wimbo. Ushers, kuna vile mlikuwa umepangwa na timu ya protocol na wale wengine, kindly do that, collect the offerings as the choir leads us na hii pabio. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru, vitu vyote pia viungavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbia jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbia jinsi wewe ulivyo mkuu.
dhambi zetu, unadamu wa vigumu mno. Naikuimbia jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbia jinsi wewe ulivyo mkuu. Sana upepo naona furahia. Jinsi wewe ulivyo mkuu.